center of interest is bio. Alituingia kwa moyo, sasa tunajaribu kutoa pole pole tu kumwashiria aende. I remember the time nilijua hii na tukaketi pamoja na washungaji na bishop wetu pale kwa mkutano mpaka karibu saa bishop wa Kamutine kule kwa mkutano karibu saa 7 usiku. Sikuweza kulala hizo time zingine. Mke wangu aliniuliza, "Kayogeida nadhi na wamwili?" Manake nilisumbuka kwa sababu huyu ni msichana wangu. Akiwa hospitali niliketi naye kuongea na yeye wakati tu alikuwa hajaishiwa nguvu for 1 hour. Mazishi ya heshima inawekwa na maneno. Mungu kuja usituache. Tembea nasi. Tembea na jamii. Moyo wa mtoto, moyo wa marafiki. Shiro IGP. You know, in this life, nimeondoka kwa ile. In this life, Mungu anapea mtu wa karibu katika maisha. Unaweza ukawa mtu mwenye nguvu sana, lakini Mungu akupee mtu. Nipatie kile kitabu ambacho kinasema Aaron aliambiwa, nimekupatia Levites as a gift. Kuna watu unapewa na Mungu kama kipawa chako. Hao watu wawili, hawa Shilo, maana nimewaona hapa miaka kadhaa hapa. Shilo na Betty. Nimeenda na wao mikutano. Mungu alipeana hawa wawili kama kipawa moja na mwingine. Ya kwamba katika milima, katika mabonde, wakati wa huzuni, na ni vizuri mtu kuidentify ni nani amepeanwa kwako as a gift. As simple as that. Inasema nini? Numbers chapter 8 and verses 19. Inasema, "And I have given the Levites as a gift to Aaron." Levites are watu watumishi. Mungu anaweza akapatiana mtu as a gift in your life. Miaka kadhaa iliyopita Githaya alipatianwa wakiwa na Muthoni. Ni watu marafiki zangu, mimi ni rafiki wa Ibaji wengi. Wao wakati kanisa ilikuwa na ubiri Gomongo, na ubiri pale kuhubiria watu waine. Githaya alipeanwa as a gift to come and tell me you'll make it. Muthoni hivyo Jane Muthoni. Wakati nilihubiri kushini ya mti miaka 3, Bishop Gashala ambaye yuko hapa na mke wake walikuja kuhubiri chini ya mti. Wakaniambia you will make it, my our brother. Mtu identify ni nani huyu amepeanwa kwako as a gift. Msiangalie tu watu wakipita, hapana. Kuna mtu mtasalimiana na yeye na usikie huyu amepeanwa kwangu kama kipawa cha kuenda na mimi. Na diposa ukisikiza huyu msichana wangu amelala akiongea juu ya Shiro IGP, utashangaa. Akisema wakati alikuwa hawezi hata akaongea, akasema jambo lolote ama akafanya ombi, huyu alimuombea every day. Now, who prays for you on a daily basis? Nani amepeanwa kwako kama kipawa? Look at this scripture. Muende nyumbani. Nimewasaidia tu mambo mawili. Hii tu inasema, "And I have given the Levites as a gift to Aaron and to his sons from among the Israelites." Kutoka kwa watu wote wa Israeli. Hawa ma Levites wote hawa nimepea Aaron kama gift. Atasimama, watakaa na yeye. Hata kama hawatamuombea Aaron, watakaa hapo wakati wa ushungu wake. Wakati wa mazito yake watakaa hapo. Musa alikuwa na anointing kuliko bishop yote Kenya na katika dunia. Alinua tu mifibo hivi, kunapatikana njia. Watu wakimkosea alikuwa anasimamisha ombi moja. Anasema, "Mungu nimekuomba, usipokee sadaka ya watu hao wote." And that is hiyo ndio bibaya sana dunia mzima. Hata kwa Bible mzima. Hata afadhali mtu akuombee uzikwe. Mungu akikosa kupokea sadaka yako. Na Musa ni hivi aliomba, alisema mbele ya Mungu, "Dathan na Kora wamenisumbua. Usishukue sadaka yao." Hakuchukua sadaka. Watu walimezwa na dunia kama nini. Lakini huyo mtu ambaye alifanya hiyo mambo yote, kuna mtu Agitite alikuwa anaitwa Hobabu. You can put that scripture for them. Aliangalia huyu mtu was not a Jew. Hobabu was not a Jew. Lakini alimwangalia akasema, "Na wewe umepeanwa kwangu na Mungu katika hii safari ya kwenda Canaan.
uwe macho yangu. Yaani niko na anointing, lakini but I need my brother here awe macho yangu. Manake kuna mambo sijui. Akamwambia Hobabu the Gittite, akamwambia ya kwamba I am not conversant with this jia hii yote ya kuenda Canaan. Lakini wewe hata kama hujaokoka, wewe hata kama hujuani na Mungu wangu, please be my eyes. That is what the scripture says. Nani huyu amepeanwa kwako awe macho? Nani huyu amepeanwa kwako awe nini? Awe a gift in your life. Mungu akaweze kuwabariki. Nasema nini? Mungu aweze kuwabariki. Nasema tena Mungu aweze kuwabariki. Numbers chapter 8, is it chapter and Moses said, and you can say verses, you can give me 10 and verses what? Anasema nini? And Moses said to Hobab, that is Numbers chapter 10 and verses 29. And Moses said to Hobab, son of Reuel, the Midianite, this man was not a Jew. You would think that a holy man of God like Moses will not interact with a Midianite, will not even have any relationship with a Midianite. But he said, Reuel the Midianite, he said to Hobab, son of Reuel the Midianite, Moses' father-in-law, we are journeying to the place which the Lord said, I will give it to you. Come with us. And amwambia, please, I know you are not a Jew. I know you are not a Jew. Wewe huko umetoka tu kule, lakini wewe sio Mwisraeli au kufunguliwa njia. Anasema, come with us and we will do you good. For the Lord has promised you a good concerning Israel. And the Bible says what? Huyu mtu akamwambia babu, no, I will not go. I have a family iko huko nyuma. And Wabu said to him, no, I will not go. I will depart to my own land and to my family. Lakini Musa akamwambiaje? Musa alimwambiaje? Please come, be on my eyes. Ndivyo alivyosema. Kuja uwe macho kwetu. Alafu akamwambia, Musa akamwambia, kile Mungu atatupatia, mimi mwenyewe nitakugawia. And this is not a Jew. Now, let me ask you. Watu wale wote umekutana nao, wengine walikuwa your gifts, uliwafanya maandui. Wengine walikuwa wakuonyeshe njia, kanyanga hapa, uliwafanya maadui. Mungu awabariki. Amen. Nashukuru kwa sababu ya kunisikiza. Manake nilihubiri asubuhi. Amen. Napenda gifts za Roho Mtakatifu, uponyaji na kila aina. Kwa hivyo ukiona niko shina wakati mwingine ni kwa sababu mimi siulizangi Mungu maswali. Lakini wakati nilimwekea mchana wangu mikono hakupona, na nimeona in life watu wagonjwa kuliko yeye, nikiweka mkono wanapona. Inasumbua sana. It's not one time. I remember there is a time nilikuwa nahubiri hivyo, mtu ambaye hawezi ameisha, amewekwa hapo na godoro, nimalize ibada nimuombe. Leo hii hakufa, anatembea, alikuwa ameletwa na babake. So wakati niliombea msichana wangu hakuamuka. Ni ngumu sana kwetu. When you have seen all sorts of kinds of miracles, yet mtu anaweza akauliza, na nikio tamuhonilie? I also don't know. But I prayed for. I also don't know because you know there is a scripture watu hawajuagi ni scripture. Inasema ya kwamba udogo unaweza ukauliza mfinyanzi, kwa nini ulinifinyanga ukatengeneza hii shombo? Siwezi nikauliza Mungu swali. In short inasema Mungu sio Mkristo. Sisi ni wa Kristo, but you cannot call God a Christian. He is our creator. Praise the name of the Lord. Haulizwi maswali. Mungu aweze kuwabariki. Allow me to pray for the family. Oh, hallelujah. Danika, oh, ribashela da bakara busataba. Come, I pray for you. Come, my daughter. Christino walete. Come, Reverend. Lekaba sheda bahandaba. Baba kwa bibi. Wasika kuja tu hapa. Kuja tu hapa.
Washeni tumulilie Bwana kwa jamii. There is nothing else you can do. Either support them financially with good words, and then that is that. Sir James, nimeulizwa na mheshimiwa wetu kwa heshima, kwa sababu angetaka kukimbia mahali. Mheshimiwa Martha Karua ataweza kutuongelesha, lakini hiyo kazi mlikuwa muifanye na CS, former CS, nitawapa. So alijiomba tu kama tungemtangulia ningefurahi kwa moyo, kwa sababu amejiomba kwa heshima tu. Lakini before that, allow me to pray for. Please come. My brother, where is my brothers wako wapi? Please let them come. Kujeni ndugu na dada wake wa hawa. Ukai, ima madhabahu ni kubwa. Kujeni umpige tu magoti hapa, tualilie dakika moja, tuomboleze na nyinyi. Hii ni maombolezi ya heshima. Maneno yetu ipimwe. Emashela bahanda bakata bazaya. Have mercy, O God. Ni miaka mingi sasa imepita. Wapi timu yetu? Hii ni timu ilihudumu na Betibayo. Ona wakoro kuga ihoya ria Mwathani. Unoko ndui kuhoya kuga ihoya ria Mwathani. Ugai utu ihoya ria Mwathani. Ngai aigwire family no tha. Ngai omereria ngoro ciao. Oh God. Oh God. Holy One of Israel. Have mercy, oh God. Have mercy, oh God. Oh God. Have mercy, oh God. Have mercy, oh God. Have mercy, oh God. Moja wa hii familia, the last born in this family, kiriguza dunia mzima. Ndagutha ithangai kihoke witikoli rethi fule kishoke omwe-ini wao thini wa ritwa ria Jesu, ya kwamba kile kipawa kitapotea chini bure Bwana, bali kirudi kwa moja wao, kwa watoto hawa katika jina la Yesu. Lord, in a different way, watoto hawa waguze dunia mzima. It is written in the book of Psalms 112 that our children will be great in the land. We prophesy over their lives, oh God, that these children, oh, we will be great in the land. We bless your name, Lord. Father, Lord, I pray for the covering of protections. Psalms 91 upon their lives. I pray, Father, for a hedge of protection in the name of Jesus Christ. We bless your name. Maneno ambayo ni mazito huwa inanenwa na watu ambao hawana ufahamu. Haitaingia kwa mioyo ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Maneno ambayo huwa inanenwa na watu ambao they are not sensitive to the feelings of others, oh God. Bwana, tumeiblock, haitaingia kwa miili yao, haitaingia kwa masikio yao, haitaingia kwa roho zao. And we rebuke every kind of word, every kind of negative word ambayo itanenwa ama iandikwe katika jina la Yesu Kristo. Maneno maovu irudia watu waovu. We pray for this family that the Lord Almighty, the creator of heaven and earth, will protect their lives in the name of Jesus. Ndaguthaitha ciana ici Ngai citikaga kindu gia kuria, citikaga nguo cia kwĩhumba, ciana ici citikaga guthoma. Ndaguthaitha Ngai tondu wi Jehova, na we nĩwe Jehova Ngai, ũrũgamĩrĩra ciana cia andũ aku, ũrũgamĩrĩra ciana cia Petri ciroerere in the name of Jesus. Citigatindĩkwo nĩ mĩrimũ. Oh God, we bless your name. Bwana, kiugo gĩaku kiugĩte that you sent your redeeming angel to stand with the children of Joseph. I pray that your redeeming angel atasimamia watoto hawa in the mighty name of Jesus. And it is in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.